Tumeuona mkono wake Bwana, mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. Israeli uliwavusha, kawatoa utumwani. watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. uamualo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda Jehova. Hakika tumeuona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu mno. na umetutoa mbali kweli, Ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee. Chini hata juu watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele.
tukiwa tumesimama hivyo, nataka niite praise team wawili. Praise team wawili, watatu wale wako hapa very fast, tuimbe kigosho moja, si ndio? Si Bwana amefanya. Nauliza, si Bwana amefanya? Kama wadani atendilete. Sijawasikia. Kama wadani atendilete loi. Kama wadani atongo nene. Kama wadani atongo ega. Salimia mwenzako mwambie kama wadani atongo ega. Kama wadani atongo nene. Hallelujah. Moja, mbili, tatu, shaka. Muko sawa? Ndio ingetelio ke drama dora. Ndio drama dora ma. Nisalimia hapo kama tumefurahia. Kama tumeshangilia. Na utoa kamera inachukua. Inua mikono tena kamera ione. Kamera inakuja, video inakuja inaona. Inaona vile tumefurahi. Oh, we thank you Jesus. In Jesus name. We all say amen. Bila kuchukua muda mrefu naomba nikaribishe Reverend Mother atupeleke na hapo
hapo pengine bila kuketi tafadhali. Wapi nduru na shangwe na nderemo? In Jesus name. Chukua kiti chako tu dakika 5. Utaketi tu just 5 minutes, alafu usimame tena tukwambie hafla ambayo tunataka kufanya saa hii. Thank you so much. Welcome home our parents. We really missed you. For the last 26 years, you've been a blessing around. Therefore we can't take you for granted. Karibuni sana sana kwa sababu ya kuwa wazazi wetu tunawangoja. 5 minutes tutawaambia mwamke. Haleluya. Haleluya. Mudirudie mkono tusalimiane katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hii ni siku ya baraka, siku kubwa kwetu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kuwa mwema juu ya maisha yetu. Hatuwezi tukayasema kwa maneno vile ambavyo tunasikia kwa mioyo. Lakini kwa sababu hakuna njia nyingine ya kuelezea itabidi tuseme. Haleluya. Mchana wa leo ama jioni ya leo nimeokoka. Yesu amehifadhi nafsi yangu. Niko na furaha kwa sababu ya wokovu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya wasasi wetu ambao hawajakuwa kwa muda, na tunashukuru Mungu tumeona wako salama. Nataka tuweke mikono yetu pamoja kuwakaribisha katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Tuliwamisi sana na tunawapenda sana, and we are happy you are back. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo ni siku ambayo Mungu ametutenda wema. Ambia mwenzako tumetendewa wema. Tumetendewa wema. Amen. Nawakaribisha sana nyinyi wote jioni ya leo. Ninawaheshimu wachungaji wote ambao tuko na wao, washirika na viongozi wote. Mungu awabariki sana kwa kupata nafasi. Katikati ya wiki si rahisi, lakini nashukuru kwa sababu tulifika. Haleluya. Nataka tusome neno la Mungu. Tushiriki kutoka kitabu cha Zaburi 100. Nitasoma from verse 1 mpaka 5. Acha nisome tu yote. Biblia inasema, shout with joy before the Lord, O heart. Shout with joy before the Lord, O heart. Obey him, gladly come before him and sing with joy. Try to realize what this means. The Lord is God. He made us, we are his people. The sheep of his pasture. Go through his open gate with great thanksgiving. Enter his gates or court with praise. Give thanks to him and bless his name. For the Lord is always good. He is always loving and kind. And his faithfulness goes on and on to each succeeding generation. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumekuja kumshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu. Mungu wetu ameona ni vyema, ametubariki na wasasi kwa muda wa miaka 20 na ile wakati walikuja Murere, na Mungu ameendelea kuwa expand. Na katika this season Mungu akaona ni vyema wakapata nafasi ya kwenda katika nchi za ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekusanyika hapa siku ya leo kumtukuza Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu. Tunajua kwamba mlango wowote kufunguka si kawaida, lakini ni kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Na Biblia inatuambia kwamba tuingie katika nyumba yake. Wakati Biblia inasema malango, kuna malango wakati unashukuru, malango yanafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wetu ambao kuna jambo walikuwa wanatarajia kwa Mungu, anytime una praise Mungu, anytime una worship with a sincere heart, malango yanafunguka. Na kuna malango lazima yanafunguka baada ya wewe kushukuru. Kuna vitu zingine kwa maisha unaweza kosa, lakini wakati utamshukuru Mungu, milango yako itafunguka. Nataka niongelelee kidogo kuhusu maajabu ambayo yanatendeka wakati unashukuru Mungu. Katika kushukuru, gratitude makes you to access the presence of God.
inakusaidia kufika katika uwepo wa Mungu. It makes men to access places where they could not go. When you give thanks, doors open. Ukiwa na moyo wa kushukuru, malango yanafunguka na unaweza fika mahali ambapo wanadamu hawange kufikisha. Lakini wakati unamshukuru Mungu, milango ambayo iko imewekwa ifunguke, inafunguka kwa sababu yako. Katika kushukuru Mungu there is multiplication. Katika kushukuru Mungu kwa sababu ya mlango ya watu wawili tu iliyofunguka, na ninajua kwamba kwa hiyo tu milango ya watu 100 itafunguka katika jina la Yesu. Kwa hivyo wewe ukuwe mmoja yule ambaye anataka hii baraka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu sisi tumeona ni vizuri tusherekee kwa sababu ya mlango ambao Mungu amefungua mlango moja, kwa sababu tuko na matarajio kwa matendo ya Mungu, na ninajua kwamba vile tunavyoendelea milango ingine mingi inafunguka katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine, wakati ambapo unamshukuru Mungu, it ensures deliverance. Hallelujah. In the book of Acts chapter 16 verse 25. Najua sisi wote tunajua habari ya Paul na Sila. Wakati ambapo they were bleeding, walikuwa wamechapwa na watu wamewaonea, wamechapwa, lakini katika gereza walikuwa na jambo la kumtukuza Mungu. Na Biblia inatuambia wakati walimshukuru Mungu usiku wa manane, milango iliweza kufunguka ya gereza. Foundations za gereza zilitingika katika jina la Yesu. Wakati tunashukuru Mungu jioni ya leo, chochote kilichokuwa kinatusuilia kama Deliverance Church Murere kuendelea, kinatingika katika jina la Yesu. Chochote ambacho kilikuwa kinakupika katika maisha yako, kinatingizwa katika jina la Yesu. Wakati tunamtukuza Mungu kwa mlango mmoja uliofunguka, jambo lolote ambalo ulikuwa unataka unapewa nafasi, unapita. Tunaona wale maaskari walikuwa wamefunga akina Paul, ndio walikuwa wanawasaidia kuwatoa katika jina la Yesu. Watu ambao walikuwa wanakupinga watakufungulia na watakusongea, utapata nafasi ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Paul katika uchungu walimwabudu Mungu, na Biblia inatuambia katika kuabudu Mungu malango yanafunguka. Hallelujah. In gratitude glorifies God. You glorify God hata kama ni kwa shinda, hata kama ni kwa kilio. Wakati ambapo hujapata, unaambia Mungu, wewe ni mwaminifu, Jehova Shama, wewe ambaye unayepeana, wewe ambaye unaponya. Mungu wetu, wakati wote unapomwabudu milango inafunguka kwa sababu yako, kwa sababu wewe umefikia moyo wake mwenyewe. Hallelujah. Gratitude put us in God's will. Gratitude inatuwekanga katika mapenzi ya Mungu, inakusaidia unakaa vile Mungu anataka. Haleluya. Nataka ujiandae kushukuru Mungu jioni ya leo, ukumbuke yale mambo yote Mungu amewahi kutendea. Gratitude brings peace. Unakuwa na amani wakati unamshukuru Mungu. Hata kama ulikuwa umefinyiliwa na ukashukuru Mungu, wewe unapata amani kwa moyo wako. Haleluya. Gratitude deepens our faith. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Nataka ukuwe na nafasi. Praise and worship. Please mniwekee a worship. I want us to thank God. Mkuwe na nafasi ya kuambia Mungu wewe ni mwema. Nataka ukuwe na nafasi ya kushukuru Mungu. Kama kuna jambo lolote ambalo lilikuwa limetusubiria mahali popote, kwa sababu ya mlango Jehova aliyofungua, kwa sababu katika kushukuru malango yanafunguka. Tunataka siku ya leo tuliite jina la Mungu. Shukuru Mungu kwa sababu ya kupeleka wazazi wetu South Africa na kuwarejesha Kenya wakiwa salama. Na watu wengi walipanda ndege na hawakurudi, lakini sisi Mungu alituonea huruma. Wameenda na wamepata hata marafiki wengine na wamerudi wakiwa salama. Tunataka kumtukuza Mungu kwa sababu ya mapenzi yake. Mungu ametuandaa in another level. Kila mtu hautabaki vile tena, kwa sababu mlango ambao umefunguliwa sisi wote tuta access kwa sababu ya utukufu wa jina la Yesu. Jehova Shama, tumekuja kukuabudu.
watu wengine tukikaa katika jina la Yesu. Nipigie makofi hata mimi leo nipate hapa chance kama makofi mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Si ishakuwa Mwambie mwenzako ishakuwa. Salimia mwenzako, mwambie tumekaribisha baba kwa nyumba. Mwambie mwingine tumekaribisha mama kwa nyumba. Sina kapo Wandewa wewe tulikuwa tunakaa vibaya. Hata nyinyi mliona vile tulikuwa tunakaa, si ndio? Kuanzia leo tutakuwa tunakaa vizuri, si ndio? Salimia mwenzako, mwambie leo tutakuwa na furaha zaidi. Wow, I want to take this opportunity. 3 items, not 3. Yeah, 3. Tunaanza na Daughters of Faith. Dakika 2. Daughters of Faith, Joy Singers, where you are? Where are you? Nzuri leo hii. Tufuate na watoto, alafu finally Mwalimu Judy the Young, 2 minutes, 6 minutes at most. Ninamaanisha maombi. Maana baada ya kitendo Bwana asifiwe. Nani anasikia mlango wake umefunguka kama yangu? Unajua yangu ilifunguka ile siku ya kwanza. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie tafuta passport. Naongea kwa watoto wakuje ndio au ni mama leo wametuibia. Si watoto nao watuletee yao. Wasimame nayo. Wainuke nayo. Wapi nuru ya watoto? Nasema wapi maombi ya watoto? Yes, hao wanasema maidani wakiiba wewe sikiza tu. Yes. What do we go? Go the gas. Ndio.
Nasema ni vile hamjapiga makofi vizuri. Walisema hamjapiga makofi vizuri. Ona makofi imeisha huko. Tuendelee. Weka makofi tuende. Makofi ya juu. Haya, tuende. Are you ready? Are you ready? Are you ready? One, two, three. Wapi nuru ya watoto? Watoto wapewe yao. Wapewe wasipewe. Wapi mwalimu juzi? Nafunga na hiyo, nafunga na hiyo. Si ile ya shule tulikuwa tunasema unafunga, nitafunga na mtu. Wapi nuru ya mwalimu juzi? Uko na 2 minutes, eh? 2 minutes please, eh? Yes. One. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Thank you very much. Hii yangu ni ya Jia na naongea kwa niaba ya watoto wote wa Sunday School. Karibia ya mama. All protocol observed. Ladies and gentlemen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. My name is Jan Baraka and I love the Lord. Amen. I am here to give a little speech on behalf of all Sunday school children. Welcome. Yes. Our dear spiritual parents, Reverend Martin and Reverend Rachel, we really missed you when you were away. 2 weeks looked like a century. Thank God, Reverend Mother was there. Welcome back, Papa. Welcome back, Mama.
Wamesemaje hao? 2 weeks look like a what? Umesikia Kizungu wewe? Rusungu, the English of the nose. Sema English of the nose. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, nafasi hii. Toa sadaka yako. Very fast. Toa sadaka yako. Tunataka tutoe offering. And then from there, nimesikia my daddy ameibiwa, lakini sijasikia my mama ameibiwa. Si ndio wamefanya kimenyano hapo? Si wamesema my daddy pekee? Nani anaongea? Si mimi MC. Si mimi naongea. So utaitikia vile si ni ukweli. Nimesikia tu hivyo ikisema my daddy, si ndio? Sasa ya mama inakuja. Mama hata wakisema hapana, niko hapa nasimama na wewe, nasema yako inakuja. Wapi makofi ya mama? Alright, now, are you ready with your offering? Are you ready with your offering? Nataka sasa tukimaliza hiyo, aturudi tena. Acha tuombe. Father, we thank you for the offering and the opportunity to offer. We are connected in surface, oh Lord, with whatever you're going to offer. Bless our pockets. May we never go dry. May our account, dear Lord, and our banks never go dry also. Bless us, our Father. In Jesus' name we pray. Amen. Ninaomba tuchukue umra kwa haraka tukianza na hii roho tafadhali, na kama unatoa na simu, kuna mabango yale tumezoea. The next 2 minutes na tutakuwa tumebarikiwa. Kwanza hilo tafadhali, hilo. Kama unatumia simu, angalia mabango kwa ukuta. Kuna hii kwa pande hii, kuna hii kwa pande hii, unasakudia peni kama Bible. Muda umeshawadia. Na msiseme sijatambua. We have so many visitors today. Watakuwa na nafasi yao. Lakini wapi makofi ya pastors ambao wamejiunga nasi tafadhali? Kuna makofi ya wachungaji hapa. Pastor Kome from Baranga, Deliverance Church International Baranga. Welcome so much. Pastor Muchuri and Mrs. Salome pale na waona makofi yao. Pastor Stella, Reverend Martha wako in the house. Sema wako in the house. Yes, na viongozi wa kanisa na watambua muda tu uko hapa. Hebu tusimame. Ninaomba niombe baba yetu. Umushike mama yetu mkono tumfanyie ka special dedication here ninapowaelekeza. Si niwaelekeze? Yes. Si leo ni siku yao? Yes. Unanipatia ruhusa? Yes. Kwa ruhusa ya wale watu naomba mtokelezee hapo pole pole nikipatia mama ka special dedication here. Let us go. Wapi makofi ya mama anapotolewa tu pole pole. Pole pole kama nikachukua. Haya, sikiza hiyo song Weka mikono juu, pole pole tu. Tulisema my daddy, si ilikuwa sawa? Na mimi nikaleta mama, si tumeenda sawa? Nipigie makofi. Hapa ndani niko kidogo. Sema surprise. Surprise. We are full of surprises today. So mkiona mawingu
ni sawa. Ukiona mvua ni sawa. This is your day. Now, ladies and gentlemen, here we also have an opportunity to surprise them. Ile ya second and last. Mnaonaje? Mnaonaje hiyo? Hebu niulizie mwenzako, muulize ni nini iko hapo mbele? Hata wewe hujui? Hata mimi si. 2, 3, ninaomba mama na baba washike pande hii wakisaidiwa na John side hii na sister Judy side ile, tufunue tujue ni nini iko pale. Na wakifunua nisikie kalokemi, nisikie vuvuzela, nisikie wizo, nisikie ile yote tunapiganga. 1, 2, 3. Baba tusomee ni nini imeandikwa hapo Imeandikwa welcome home mom and dad. Haya, ngoja tusomee na mama, si ndio? Ni kwenda draw. Haya, twende kasi. Welcome home mom and dad. With your permission, with your what? Naomba tuketi. Hizi kama zile zingine, si ndio? Hii ni keki sio mokimo. Sawa? Alright. Sisi keki. Sasa, sema sasa. Sasa. Maajabu hayo, si ndio? Yes. Naomba waoshe mikono. Kwa sababu si waoshe mikono. Kwa sababu hapo umekaribia ni mahali patakatifu. Ay. Hebu tingiza mwenzako, muulize ai bibida. Anakwambia ni nini? Ngoja tu. Leo tutajionea wenyewe. Si ndio Tutajionea wenyewe? Afadhali kufanya kitu international, si ndio? In an international way. You do an international thing in an international way. With international people. Si ndio? Sema international thing. In an international way. With international carrying an international anointing. Alright. Sasa naomba kukaribia hapa baba. Naomba kukaribia hapa baba. Na ushike hako kakitu. Sema surprise. Surprise. Hiyo kakitu unaona kasimama hivi, kashike ukisaidiwa na mama. Tuwalete karibu. Hiyo kakitu imesimama hivi. Kashike tu pole pole. Uinue vile mlisaidiana kutulea, usaidiane hivyo. Hallelujah. Vile mlisaidiana kuinua kanisa pole pole. Unaweza toa kaka asiwasumbue hata kwanza atakana faida sana. Ni maandishi tu. Ndio? Akapa akaandikwa kwa Bible, ndio? Haya, twende kasi Pole pole. Itiane tora. Ala. Kuendelea kuziendelea. Kendelea mwenzako. Ngoja wewe bwana. Wewe unaona wewe mkimori hata keki. Ngoja tuone ni nini kwa hapo ndani. Si ndio? Waendelee wasiendelee. Haya, Reverend Mana washikia hapo kwa kitu niendelee kuinuka. Si ndio? Haya, wewe wabonera kuishi kwingi kuona mengi, si ndio? Ukistaajabu ya Moses utaona ya leo. Haya, ngoja tu tunaendelea. Wewe tiga kibaburi ya.
Tukaje kwa keki kumbe tepo. Haya. Tuendelee tusiendelee. Haya. Mama, nini imeandikwa hapa? Nini imeandikwa hapa? Hapa. Pale tu tulisoma tafadhali. Tunasoma hapa, si ndio? We love you. Ngoja, wanasema wamechoka, si ndio? Si wamechoka leo? Haya, tusonge nayo. Shikilia. Acha baba tusomeni nini imeandikwa Nataka mko video. We missed you. Tuendelee. Haya, tuendelee. Shikilia. Oh my gosh. Kupendwa ni mzuri, si ndio? Acha mama tusomee na ile ya principle Yeah. You are our best parent. Ngoja, shikilia tu. Naomba usichoke, ipitishie hapo kwa mabega, ipite saa mbili nyingine. Si ndio? Ikaa poa. Ikifika kwa mama inaendelea tu. Haya, mpaka hapo. Haya. Ngoja baba tusomeni nini kwa hapo. Best gift from God. Wamechoka, si ndio? Hawajachoka. Tuendelee tusiendelee. Uliza mwenzako ile ni keki ama ni Alright. Ngoja tu. Ambia mwenzako ndio ujue kupika keki. Si ndio? Tuendelee tusiendelee. Acha mama shike hiyo sasa. Haya, acha tusomee na Reverend Mother. Reverend Mother anajua hii kitu imeandikwa hapa, hiyo imeandikwa na Kimeru. You mean a lot to us. Tuendelee tusiendelee. Alright. Shikilia tu. Ngoja kidogo. Wapi bwana chama ni Gedeji? Alienda, si ndio? Asome asisome. Bwana Gedeji wewe ulirudi. Wewe najua hata ulilala. Hebu tu useme Hakika nililala. Si nisome. Ale ndio kwa mwambia. Welcome back. We love you. We missed you. You are our best parents. You mean a lot to us. Ngoja. Are you ready now? Yes. Are you ready now to celebrate? Yes. This is just one of the ways to tell you that we missed you. Tulishindwa kusema na mdomo, si ndio? Midomo ilitoka, si ndio? This is one of the best ways. Na ngoja tu. Tupewe keki tusipewe. Iliwe. Wapi Reverend Mother, Pastor Ngome mkoje hapa mbio, Reverend Mother nakuita hapa tena. Na Pastor na Pastor Ngome. Haya. Ngoja wewe. Si ya watu warudi nyuma kidogo. Hii ni keki sio naingira teko. Alright. Naomba Reverend Mother ukaribie pale, Pastor Ngome akaribia hapa, karibia pale at least tushike hiyo kisu, tukate hiyo keki, alafu tutaingia katika kipindi cha wanasema lala salama. Alright. Sasa nataka tukate hiyo keki. Na hii sitaongea mambo mengi. Ndivyo boy. Tutilera ngajia riba kodome nderie riba itangelia tena mambo wewe kwa sawa. Leo tunafurahia kwa pamoja. Uwapatiwe hiyo kisu washike vizuri. Baba na mama washikishwe hiyo panga, hiyo kisu. Wameshikishwa? Wah, tradisional gitu ni, nanti bro. Iya, itu tuh ya nao dari mana? Aja tu. Saya dia mwenzangu mwambia hata mimi nimetolewa kausha hapa leo.
Usalimia basi. Mzee ametolewa kwa shamba, si wewe. Alright. Na tayari kwa mtu nyama kenda kaka hii ni 1 2 3. 1 2 3. Oi. Alright. Haya, tusonge nayo sasa. Kutoka hapo ninaomba hiyo kisu ishikishwe vizuri. Tukisema ya kwamba we love you, we will continue loving you. This is one of the ways to tell you that ile mafunzo mnatufunza ni tamu. Hiki kitu inaashiria utamu. 1 2 3 kaiko kalokeni wapi doro? Ikatwa paka chini. Water. Alright, tukate water. Najua ina Joan wamejiharakisha pale. Wapi doro tena? Wapi doro? Nasema wapi doro wewe? Alright. Mother very fast when they were away uliwasaidia kutulisha. Hebu tuharakishwe tafadhali tunapoendelea kusonga tukisema hii ni keki ya upendo. This is just a show of love, a show that we missed you, a show that you have brought up sons and daughters in the house. Na tunakuja hapa kuambia we are behind you. Tell us anything. Kama vile Jonathan akaambia Daudi tutasimama na wewe, na sisi tumesema we are here for you. Thank you so much kwa sababu ya kutulea. Na ndio kwa kila anko aliyenipa simseme hata asante. Nipigieni makofi nikiongea Kiingereza leo. Hapo kwa Kiingereza kanipotelea chini, si ndio? Yes, hata kama si ile ya nose. Alright. Haya, shikilia. Haya, weka mikono juu sasa. Tunakata 1 2 3. DJ. Mnaona nani ape nani kwanza? We are reminding them so many things, ndio? Unaona nani ape nani? Wana jamaa. Mama penda. Tuambie mama penda. Haya, twende sasa. Acha maana ape mzai ile ya benchi. Alright. Yes. Na wewe ndio leo uko. DJ. Tuendelee tusiendelee? Acha baba ape mama, si ndio? Baba anapewa mama keki. Angalia vizuri. Wanaume angalia vizuri. We are renewing our marriages. 1 2 DJ. Unaona aje? We are renewing our marriages, si ndio? Wale tuko kwa ndoa tuna renew, si ndio? Hata nyinyi mwende mnunue keki leo pale Luxem, alafu pitia hapo ufanye vile imefanywa hapa. Timo kuja hapa. Kabla wakuje kwetu, wewe ulitutangulia. Kuja upewe keki. Washike. Timo sipewe. Shikilia hapo. Timo apewe na wote wawili, sijui vile watakashikiana, lakini wote wampewe wawili. Sawa? Shikilia. Ngoja hiyo. Ewe ndio ndio wako ndio ongea kwa mbele. Sawa? Iende draw, ndio? Acha tuone ikienda draw. Imeenda. Tunajikumbusha vile tutafanya kwa familia, na ukiitwa uwe pasta hivi ndio utakuwa. 1 2 3 shikilia hapo. Sio ni kupendwa ni vizuri. Sasa naomba tu kwa sababu ya muda niite a few people wapewe keki, hiyo nyingine izungushwe. Si hapo ni sawa? Na ndo batai mwinde pokewa maana hili, lakini si niite a few. Sawa
Kama wewe ni LCC kiongozi wa hii kanisa, departmental leader, beginning from tuseme LCC departmental leaders, the pastoral, sisi sote tupange foleni hapo, tukuje tupewe, then tutafuatwa na Pastor Kome in that order. Tafadhali kwa sababu ya muda, viongozi wale wote tuko hapa kwa sababu ya time, Kama wewe ni kiongozi, naona Jane, naona Mugania, Terry sijamuona, na sister Agnes Atiba, upange line hapo mchukuliwe. Alright. Yeah. Yes. Viongozi wote. Ninaomba sasa, kama viongozi washamaliziwa, kuna yule mtoto amesema kitu, si ndio? Aletwe hapa apewe keki. Kuna yule mtoto amesema kitu. Na usitoke keki inakupata hapo. Wapi huyo mtoto? Huyo mtoto apewe yake, apewe makofi yake. Apewe makofi ya mtoto. Alright. I also special, in a very special way, mkiniruhusu nimuite our own brother Mudhomi Pendo apewe keki kwa sababu ya kitu mimi peke yangu najua, and a few of us. Mudhomi akuje apewe keki hapa, hata yeye afurahia. Wapi makofi ya Mudhomi? Alright, thank you so much. Tulikuwa na wengine wengi tungepea keki, lakini acha Mudhomi apewe. Si eti ukifanya kitu kila mtu amefanya. Alright. Now, DJ Shilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda naomba hiyo keki sasa izungushwe, kila mtu atapata yake. Si hapo ni sawa? Teke natoa kwa muda lori bali. MC, allow me to say this. That first of all, I was invited by Pastor Mose. Pastor Mose is my friend. Tulikuwa tunahubiri naye Nairobi Secondary School. Na pia tulikuwa tunapanga kuja Kiambu Grade. And I was here on Sunday. The invitation was extended more on Sunday, and I thank God for giving me this opportunity to be here. I want to say this to the church, that this is very symbolic. That ukiona mchungaji ametoka nje ya nchi, utaona vile watu wataanza kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mtu alisema mwanze kutafuta passport. Tafuta passport. Mimi nilipata chance ya kuenda, nilikuwa nafanya kazi Tanzania. Na sikuwa na passport. Na kuna mtu alikuwa ameniambia mahali nitafute passport. Nilipata shida kutafuta passport. Lakini Mungu akanipatia nafasi, nikafanya huko, nikarudi tena. Praise the Lord. Kwa hivyo hata sisi kama Sabrina, kwa sababu tunakuwa yote wasia wangu ni baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ameenda, hata hii Sabrina yetu kuna kitu kishafanyika. Ambia rafiki yako, you are not local, you are international. May God bless you. The last thing that I can say
say umesoma mambo mengi sana. Labda Mungu alikuwa amenipa chance kuja kusoma mambo mengi. I have loved this church. Ni watu wa maana sana. Sasa mchungaji nilikuwa hapa. Everything was very organized. Mguzo unajua mguzo wewe. Tuna rafiki zangu. Junior school teachers tulikuwa hapa wachache na tulikuta kanisa ilikuwa inaendelea vizuri wakiwa fully packed here. Alafu leo nimekuwa surprise more kwa sababu leo ni siku ya kazi. Lakini umesacrifice mkuu mkingoja hapa. May God bless you for that. Kama wachungaji tunasema asante. Mungu kwa sababu ya Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ametufikisha kama kanisa. Na kosa nikuambia washirika na washirika wa ajabu na mnaenda mbali. Na kwa sababu milango imefunguka kwa wachungaji wetu, hata yetu imefunguka. Nasikia sana. Hata ile ilikuwa imefungana kwa kazi zetu. Kila mahali Bwana asifiwe sana imefunguka katika jina la Yesu. Na nisema hivi kwa my parents, my spiritual parents, kwa ninasema hivi kidogo on behalf of the entire church, we say welcome home. May the anointing upon your life increase. May your strength be renewed. Amen. And may God continue to use you for His glory. Welcome home. We missed you so much and we love you. Thank you. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Naitwa Muchoi, nimeokoka. Namshukuru Bwana jioni ya leo kwa sababu ya kufurahia kukaribisha wazazi wetu tena nyumbani. Sema amen. Najua kukaribisha nyumbani ni kitu ya maana sana, especially ukirudi. Hata wewe ukiwa baba ukirudi na uambiwa karibu nyumbani, si unasikianga kweli kama moyo iko sawa? Welcome home our dad and our mom. Kitu mmoja ambao kwa hii kanisa najua iko juu sana, upendo wetu uko juu sana kwa wazazi wetu. Na uko juu namna hiyo kwa sababu nyingine ni kwa sababu wametufundisha kupenda. Na hata sisi nasi ndio tunafanya nini? Tunapenda. Na hata tungeambiwa na Reverend Mother tuende airport, nataka kuambia kwamba tungekuja airport kabisa. Kwa sababu ya upendo tungejitolea, tungetoa mali yetu yote na tufike airport hata kama ni saa 8 ya usiku na tuwasubiri hapo. Amen. Kwa hivyo ile mlango ambao Bwana amefungua ya international. Hata mimi sasa nilikuwa nimesimamisha kwenda nikasema acha tu nisiende sana. Sasa hata naenda kurejesha tena ile nafasi iende tena. Amen. Na wale wengine nao tuanze kutafuta nafasi because we are now international. Our church is international kwa kila jambo. Amen. Kwa wale ambao wanafanya biashara, we are going international. Kwa wale ambao wanafanya kazi, we are going international. Tukienda hivyo unafikiri kanisa itakuwa hivi ilivyo? Itakuwa imeinuka kiwango kingine ya juu na tutavuta wengine kuleta hapa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. Kwa hivyo tunawapenda, ndio maana tulitoka Isiolo tukasema hii nafasi pia ni yetu. We have to join our hands together na hata sisi tu hapa mahali hapa. Asanteni sana, karibuni wazazi wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Unajua akisema amemaliza. Praise God. Amen. Our dad and mom, tunataka mjue tunawapenda. In fact ile mambo ilisimama leo, tulisimamisha kila kitu na tukasema Moreri is where we are coming. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya upendo. Tuko mahali pengine lakini bado hatujai kuwa na ile connection tuko nayo na Moreri. Moreri is our home. Si unajua na nyumbani kwetu ni hapa. Hata tukitoka hapa sasa hivi tunapanda hivi. So Moreri is our home. And that is why sisi we honor you mom. We honor you dad. Na hata wakati walikuwa huko sisi huwa communication iko sawa. Praise the Lord. And we are saying welcome back. This is what has brought us here to tap. Unajua tunaambiwa international, but international you have already umetap yako. Wewe ndio unajua umeegeza nini. Inaambiwa the sacrifice you sacrifice it causes the kind of a blessing you get. So ile sacrifice umefanya leo ni international. Amen. Praise God. Amen. Mungu awabariki sana. Karibuni sana.
Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, kwa sababu ya kanisa mniruhusu ni appreciate mtu mmoja. Huyu cameraman wetu apewe makofi. Pius is one of the best friends of our pastor. Na tulipokuwa tunaangalia tukaona tutafute Pius, apewe makofi mengine. Namba 2 na ya mwisho, pastor, I want to affirm ile kitu yote nimesema ndio kweli. You are true parents. Hawa washirika ni wazuri. You can rely on them. Wapende zaidi, ongezea sasa. You can rely on them. Namba 2 nimenotice, when you are away, unafanya kazi kubwa sana. Viatu yako ni kubwa kuvaliwa na mtu mwingine sana hivi. Can you appreciate them? Ile kazi wanafanya. Reverend Mother anaweza kuambia kuna kajoto. These people have got grace. Kwa hivyo tuwaheshimu kabisa. Those 2 weeks, yule mtoto hakusema uongo. Ilikuwa kama mwaka. Watu wanauliza watakuja lini. They also want to appreciate whatever you do. Hiyo kazi si rahisi. Hiyo neema ambayo unatembelea, Mungu aendelee kuongeza zaidi. Na sisi tunaendelea kuombea. Ya mwisho, somebody mentioned ile moto uliakisha hapa ya madhabahu imekuwa kiwaka kila siku. Hakuna hata siku moja imemiss. Huenda nimemiss na mwingine amemiss, lakini hakuna watu wamekosekana 5, 6 to 12 people. Na tunaamini kwa sababu umekuja sasa, the number is increasing. God bless you so much. Let's appreciate them. Amen. You are wonderful. We thank God for you. Hallelujah. Hakika kiatu cha wachungaji wetu ni kubwa. Ni kubwa. Ili tuweze kubali. Amen, amen, amen. You are wonderful. You are a great people. I love you. We love you. Our love has increased for you. We shall love you like never before. Tell somebody, greet somebody, tell them Mom loves you. Amen. You can have your seat, but rest assured, my words are not able to express what I'm feeling in my heart. Kwanza kabisa naanza na kumshukuru Jehova kwa sababu ya yale amefanya. Ni Mungu alifungua mlango wa kwenda South Africa. Ni Mungu alitupeleka na ni Baba wa mbinguni ametuleta. Na ni yeye ametupia afya, hatukugonjeka, hatukuwa na accident, tumerudi tukiwa sawa. Hakuna mchale ulituguza kwa sababu mkono wa Mungu ulituzingira. Damu ya Yesu ilikuwa juu yetu. Wapenda tuinue mikono juu ya vichwa yetu tu appreciate Jehova. Me, I can only say I give all the glory to Jehovah. I am more humble than ever before. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu alifungua mlango. Huu mlango ulipofunguka, ilifanta tu kuweza kuambia watu wengi. Hatukujua hata vile itaenda. Lakini tukaona umefunguka, ukawa reality, tukaenda, tukahudumu, tukafanya mambo makubwa. Kuna wakati mmoja pastor alihubiri kwa radio ambayo ilikuwa inaitwa Vembe FM, ambao ni kama kuhubiria the entire Meru County. Na neno la Mungu lilikuwa linafikia watu na wakawa charged for the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Those doors that opened, they were special doors. Tulienda kule South Africa, tukafika vizuri, tukapokelewa. Mungu alikuwa ametuandalia watu ambao walituhandle like we were kings and queens. We were actually particularly received in a family ambayo tuliona kama sisi wakati tulikuwa tunakuja tunaona tuko na familia nyingine South Africa. You can imagine that favor, and I believe it's because you prayed for us. It's because you stood with us. Then let me say today it's a real surprise. Ile inaitwa surprise. The way we went out quietly, I thought it's a way we could come back again quietly and come in. Even when I was hearing some communication, I was saying maybe it's only the pastoral. Maybe we are not going to have many people. I was imagining we'll sit down and
sit together, pray together, give thanks. So mimi nilikuja nikijua ni watu wachache tu wako. What shocked me most, nikuona this thing was so official, colorful, big. I've never experienced such things. Okay. How did you do all this, my dear ones? It was love that is spoken in so many words. Imagine wakati tulikuwa pale Sida, mpaka tunapewa maua. Naona hii ndio inafanywa Bishop na Mama Joyce. Nikasema nimefika hili kwa Mungu, mpaka maua. We were so humble. And delegation coming singing, I was singing, so I'm in a dream that sikuamini. Nikauliza hii ni mimi, ni sisi tunafanyiwa hii ama ni wengine? What? It shocked us most. Tukadhania sasa inaishia pale. Kuja tunakuta the entire church is singing. Tukauliza what is happening? I was not able to understand. Now please, you mean this? It is something so big. I started asking people, haya hii ni yetu. Tulitaka kama ni watu wengine wameandaliwa, sio sisi. Ilikaa, wow. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ni mwaka wa double harvest. Ni mwaka wa double harvest. Bishop Mark, our prophet, he said it and it was from God. I did not have a passport for those many years, but I got a passport within a short time. After that, I just, was seeing things unfolding, going international. We were in an international conference. We preached, and an opportunity to preach to ladies, my ministry. In that we were hosted by pastors of Iron Grace Cathedral, and we lived fellowship there, and we became great friends. We have another church in South Africa. We said we are members there. And they are looking forward to come to Kenya. Come and see where they said they would want to come and see where we live, because they realize we are great people. Hallelujah. My thanks goes to the entire church, beginning with the leaders. Mother, you have done great work, and we appreciate Mother. When we left her behind, she took it with a lot of commitment, humility, and God gave her the grace. The Lord bless you. Our son Timothy, want to appreciate you also. Can we appreciate you? Thank you for taking responsibility. We are giving you a larger portion because your heart is desiring. Bwana Yesu asifiwe. But he took care of all what we gave to him, and he's imagining there are many great things. It is true there's something that has happened. I want to appreciate Pastor Stella, Pastor Mochoi, my daughter, Pastor Home, and the entire leadership of the church. The Lord be glorified. I cannot begin to mention you by name. You are such a blessing to us. Oh, God bless you so much together with your family. I want to say I don't have much time to give details about South Africa, but what you're going to hear us share more and more. Lakini kitu nataka kuelezea before niite pastor. Ukiona Mungu amefungua mlango kwa mtu mmoja, ujue kuna uwezekano kwa mwingine mlango wako ufunguliwe. You see it. In fact, let me tell you, when you were there, we fellowship with a lady who comes, which is a Kenyan, from a place is the only place in Adi. A lady from Adi. Today she lives in Dallas, Texas, USA. Na watu walikuwa na wanaona kama ni mzungu ameingia. Mimi naangalia nasema huyu ametoka wapi? And she was being, seen as somebody great. I said God is not a man. If you have lifted a lady from Adi, today she has churches. She is younger, much younger than
than me. Actually, me, I can refer to as my daughter. She has churches in tactics. I looked at it and said, God, have we been underrating ourselves? We are going to that level. Amen. She got a green card today and her family, they live in US. Amen. And she sat at the grace of the servant of God, who we have also sat under him, and he has been helped by God to extend this invitation that we went to South Africa. Bwana Yesu asifiwe. We tap the international anointing and we release it to you. Amen. I want to see people getting green cards. I want to see people going far. Far than you are going to go. Ours are open very soon. We'll be in Malawi, Zimbabwe, US. We are also going to US. So the door opened, and the opposition is not there. The Lord is standing at the door telling us, "Mlango ndio piteni, and then possess." So we are extending it to you. When we were there, let me tell you, South Africa is a very, very rich country. Very rich country. And when I to step with you, nilisema mimi Mungu, utajiri ambao uko South Africa, turudi nao Kenya. Usirudi kama hatuna utajiri. If you see their churches, they are decorated like homes. Homes. Churches are like what? Churches are well decorated. If you look at their homes, in fact, I don't know what I'm going to do between now and November, because there's no way I can accommodate those guys in that house. It's nowhere. Their homes are beautiful and big. Anybody who's even a small little like this, I'm telling you, those people have good homes. Nilijiangalia nilikuwa najiuliza, Mungu, ni wapi tunaishi? Ni wapi tunaishi? Huko kuna greater prosperity. Greater prosperity. Na mimi nilisema, my life will never ever be the same again. I tap it from South Africa. If you see me changing, no, I came back with an anointing. I am not going to remain the same again. We tulipendwa. Upendwa nayo haikuwa kidogo. Tulikuwa tumependwa. Usti wetu Nema Uluma, hiyo ndio jina yake, Nema Uluma. Oh, they suspended everything. We were Ugadi there, we ate Ugadi every day, every time, chicken. That is their stable diet. And the things were there. We were being provided. Tunalala, tunaandikwa a note, Mom, wake up, breakfast is ready. Hey, we come, lunch is ready. Come, supper is ready. We found loving people. Oh my God. Oh my God. I was even given a gift of handbag, and I say I'm going to have a lot of money. Hallelujah. Amen, amen. Wow, South Africa was a place. We missed you people. Me, I want to say I missed you particularly. And when I've come here, I've realized our church. Si ukuwa nimejua, maybe Mungu aliallow tuende ndio nisiwe kuadaliti. Nimeona niko na kanisa. I have always had faith, and I know we have a great church, but today it was beyond what I've ever imagined. Imeenda beyond my imagination. Imeenda beyond my thinking. Na wacha nimwambie, tutawatumikia kwa upendo na Jehova akituwezesha hatutafeli. Tunaona kana kwamba from today, I don't know, God will give us another anointing to serve you. Hallelujah. Tell somebody, Mom loves you. Mom appreciates you. You are so special. You are so unique. You are so great. Thank you and thank you and thank you. Hallelujah. Because of time, allow me to invite our pastor to come and tell us something.
we will not be able to tell you everything about South Africa in an evening. It is like a video. Huko nikaa video ilikuwa inaendelea. But you realize we are very much ahead spiritually. Even the church growth naona tuko mbele. Bwana asifiwe. Kuna areas wako mbele na kuna areas tuko mbele. Sisi spiritual status zetu tuko very far. Lakini kuna utajiri hatuko karibu na no, unless Mungu atupea speed anointing, I'm telling you, watu wako rich. Bwana asifiwe. But I'm encouraged. Seeing this is beginning of riches in our life. The Lord do you good. I don't know what I can tell you to feel appreciated. We saw ladies there, they kneel down. Kama ule alikuja kutuserve kwa kanisa na kneel down, kuletea maji. Watu wako ni wale, wako juu. Na sisi tuko juu. Na tutawashinda. Pokea utukufu wa Mungu, pokea utukufu. Tusimame tuangalie pastor. Bwana Yesu asifiwe. Kama nikuambia vile nimesahau. Naanza kuketi. Sasa nitaanzia wapi? Nianzia wapi? Sasa hii story ya South Africa nitawapatia this coming Sunday. Muita marafiki wa kuja sikia mambo ya wapi? Lakini ya kwanza kabisa nataka kushukuru hii kanisa, viongozi wa hii kanisa, washirika wa hii kanisa. Niwaambie kwamba mmetuonyesha upendo ambao mimi sijazoea. Nilikuwa nawaambia mimi sijapendwa. Mtu ambaye nilikuwa najua ananipenda hii dunia ni mke wangu. Sasa nimekuja kuona kumbe hata nyinyi mnanipenda Pastor Mary. Leo nimeona, leo nimeamini. Nilikuwa naona sikia lakini leo nimeona nini? Leo nimeamini na leo nimeona. Nawashukuru kila mmoja wenu. Mungu awabariki sana. South Africa tulienda sijui hata mimi sikuwa naamini naenda. Mimi passport yangu ni ya zamani. Nilikuwa kuna passport 1998. 98 ndio nilienda Dubai kufanya biashara. Sijawahi kutoka nchi yetu kufanya mambo ya injili. Na passport ya 1998 ili expire. Lakini nakumbuka maombi ya this year. Tunaendaga maombi ya prayer and fasting huko Nakuru. Tunaomba maombi ya prayer and fasting ya siku 5 ya kuanza mwaka. Baada ya maombi ya Nakuru tunakuja tunafanya apostolic visit. Tukimaliza apostolic visit tunaenda maombi mengine ya kanisa ya 14 days, 21 days prayer and fasting. Na wakati nilikuwa na Nakuru bishop alisema, nyinyi wale ambao hamna passport, nendeni mtafuta passport kwa sababu this year ni mwaka ya kutoka nje. Na akasema nyinyi ambao you have never been celebrated, this is a year to be celebrated. Wakati tunamfanya maneno pale, mimi ninashukuru Mungu. Naona unabii wa bishop unaanza kutimia. Tulienda South Africa. Tumebebwa na ndege 4. Ndege ngapi? Ndege ya kwanza tulitoka hapa JKA, tukabebwa na ndege ya Air Tanzania. Tukaenda Dar es Salaam. Hiyo ya Tanzania sisi huwa wamefanya nini? Kalikuwa kandege kama kalikuwa kanatoka rangi. Kanatoka rangi. Lakini wakati umeingia pale Dar es Salaam, tumebebwa na ile basi kubwa. Mpaka iko na TV hapa mbele. Sinaambia hii story tutawapatia next Sunday. Sinimalizia hapo niendelea kidogo. Okay, hiyo ya basi ikatupeleka mpaka Johannesburg, Tambo Mbeki International Airport. Tukakuta tunachukuliwa na gari kama ile huko matatu inaitwa taxi ya watu 10. Ndio ninaambia tele taxi ya watu 10. Taxi ya watu 10. Special. Na tulienda South Africa iko na 9 provinces. Ilitangwa provinces. Kuna 9 provinces. Mahali tulilandi hapo airport ya Johannesburg. Kuna itanga Joburg. Yakuambia mtu Joburg. Ukitaka kuwa mmoja tunasema nini? Joburg. Si Johannes, unasema So tulilandi hapo Joburg na Joburg
iko state inaitwa Gauteng. Halafu tukapitia Pretoria. Hiyo safari tulienda safari ya 467 kilometers. Tukatoka Gauteng tukaingia state nyingine inaitwa Limpopo. Tunasikianga nao hadi in Africa South of Sahara nini? Sisi tulikuwa Limpopo. Tulikuwa Limpopo. Nitangwa Limpopo. Si Limpopo. Limpopo. So tulienda huko kulikuwa ni mbali. Na hiyo nchi ni kubwa. Na watu ni matajiri. Magari sijaona gari hapa kubwa hili. Magari yote magari kubwa. So tulipofika huko tulienda mahali kuna jina mrefu sana inaitwa Toyando huko Limpopo. The district inaitwa Vembe na town inaitwa Toyando, na tulikuwa tumetayarishwa na kukaribishwa na kimbisho kwa huko. Hapa mnakuwa sikena kimbisho ni wawili au ni mmoja ama ni wengi? So akibishop wa makanisa ya Pentecost ile nasemanga alisonengana ni akibishop wa CFF. Hiyo meeting tulienda na hiyo mission tulienda ilikuwa imepangwa na pastors wa makanisa mbalimbali wakiongozwa na akibishop anaitwa Rachitanga. Majina yako nitawaandikia hizo au sentence. Jina mtu mmoja ni sentence mrefu sana. Bali sisi wapendwa sisi tuliona mambo ya ajabu. Number 1, tulichukuliwa kama wahubiri. Hapa Kenya we don't know to respect our pastors. Huko tulichukuliwa kama watu wakubwa. Mimi na mke wangu tulipatiwa secretary general ya wachungaji wote. Anaitwa Apostle Shando Nauluma. Jina lako, tunaambia majina ni marefu. Majina Nauluma hiyo ni sana. Tulienda kwake tukakuta mtu akona magari 3. Hata ngaranji ni 2, kuna ngaranji ya ndani na ngaranji ya nje. Na halafu na kuna parking nyingine ya magari mengine. Sisi tulikuwa tunakula kama wazungu. Mpaka chakula yao ni kila kitu. Wacha nisalimie mtoto, wacha nisalimie. Sinafikia very good. Bwana asifiwe. So tulikaribishwa vizuri, tulipendwa vizuri, na hebu niwaambie kitu kingine mlishangaza. Kumbe Kenya tuko mbele. Mambo ya injili tuko wapi? Nilikuwa naongea na huyo apostle na huruma. Na mwambie ndio tunafanya huduma mpaka anafungua mdomo. Anashangaa, tumefika huko. Wao wako na utajiri, wako na mali ya dunia hii, lakini huduma tuko mbele yao sana. Nienda kanisani kahubiri ka ujumbe tu nilipata hata nikiwa kwa madhabahu hapa. Ka ujumbe tu kidogo, my wife can tell you. Tulipofanya wakati karibu kanisa yote inakuja. And the other thing, na hii imenipendeza sana, nimeona mkifanya hapa. Kila kitu yao inaandamana na kuimba na dancing. Sio watu wa pastoral teams, tunatumia maneno. Everything is about dancing. Wanaimbia Mungu. Hebu salimia jirani mwambie imbia Mungu. Hao watu wanaimbianga Mungu roho safi. Wanaimbia Mungu roho safi. And kwa dancing yenu bando, dancing yenu iko mbali. Hao watu they dancing ile na si kujifanya ni ile dancing kabisa, wataimbuto ile roho safi. Baada ya tendo brethren, Mungu amefungua milango. Maana hao watu wa South Africa wamesema number 1 they are Zimbabwe, I think mwezi wa Julai kuna conference kama hiyo hapa Zimbabwe. Na huko tulikuwa tunakata na ngesti wa mama watatu, wadada watatu wa Zimbabwe. Mapastors watatu. One of them relative ya Mugabe. Unakumbuka Mugabe? The president of Zimbabwe. One of them ni relative, anaitwa Mende. Anaitwa Pastor Mende. Actually walitupenda mpaka wakachukua kitambaa wakafunga my wife kitambaa ile ya kwao ili wakamwambia kwa kufundisha hii, akamkatia kitambaa akamwambia madam, sijui nitakufanya nini, wacha nikupatie yangu hii ni azangifu, na akamfunga na akamfundisha kufunga. Na mimi nilikuwa nasema ile ndo task of faith, ile kitenge huyu atawafundisha kufunga, anatengeneza kitenge hapo na nini hii inaitwa Ndugu. Ili kufunga hiyo style, hajafunga yote. Kufunga hiyo kitambaa inafungwa inakuwa mzuri sana. Alafu ukiwa na kitenge,
hiyo kitenge ya deliverance church ile watoto hasa ufi. Huyu atawafundisha kufunga hiyo ndugu. Hiyo ndio ndugu. Mnafunga, mnabaki tenge mrefu, mnafunga hiyo ndugu, mnakaa kama watu wa Zimbabwe. Very soon. Tutaenda Zimbabwe. So milango ya Zimbabwe imefunguka, milango ya Zambia imefunguka. Jana usiku tumekutana na msichana huyu alikuwa anasomesha hapo airport Nairobi. Tulipokuja usiku saa 5:30 tukuta msichana akastuka, huyu anamuita Mrs. Kome, akakuja, ulikuwa unanifundisha mimi, sasa hapa ninafanya kazi hapa airport, milango zinafunguka. So tell your neighbor, tafuta sababu passport. Na nisema cameraman, passport deliverance church sisi tutafutaki mbali. Mshirika mmoja wetu hapa ndiye anapeana passport huko Nairobi. So sisi tunataka passport na nini? Unaenda tu hapa tu ya nyumbani, unafanya mambo hapa na pale, unafanya nini? So please go and prepare your passport, kwa sababu next time mother msiwaache na tuko kwanza wewe yako weka karibu hapa, maana sikuache. The other thing I noted, ili nimalizia haraka, hii mastori yetu wapatia sana, ni kwamba watu huko South Africa, kama wewe ni mchungaji unafanya kazi na watoto wako wote. Kuna makanisa hata pastor, assistant pastor ni mtoto wa pastor. Unakuta hapo kwingine the whole family is in the church. And I want to thank God for the Deliverance Church. Kwa sababu hata mimi nimeona hata nyinyi mama, nyinyi mnasabu na watoto wenu. Bwana asifiwe. Tere anasabu na watoto wao hapa kwa madhabahu. Agnes ako na mtoto yake. Kila mmoja wenu mko na watoto wenu kanisani. Let us encourage our children to be partners with us in the ministry. Bwana Yesu asifiwe. So mimi nataka kuwashukuru sana, ningewapatia maswali mingi, lakini tumechoka sana. Kwanza jana hata tuko ile safari tulienda, hatukurudi ile tulikuja. Tulienda kutoka Kenya, tukaenda Tanzania, Dar es Salaam, tukaenda Johannesburg, tukaenda Toyando. Kurudi tumetoka Toyando kae jana saa ngapi? Saa 10:30 ya asubuhi. Saa 5 tulikuwa Johannesburg, tukachukuliwa na ndege kubwa, tukaenda Zanzibar. Unasikia Zanzibar? Tulipitia tulikuwa naangalia India, naona za Mungu ndani. Chunga tu ndege. Mara hizi jiwani kwa swim. Tunaangalia ni kesi kiumana vile unaweza fa. Ngambia wewe sijui kitu weke na nini tu jela tafadhali. Aya niko ndo na kadendo sijapani. One time ndege ilikuwa iliinuka wakati inakuja ile migurudumu ikaanza kokokoko na wewe wakanishika kama pia pale inakuja migurudumu yake. Bwana sijui. So maswali yako ni mengi, ingine you find it very interesting na mtapenda hiyo nchi ya South Africa, but one thing I can tell you, hii kitu si kuchora, tulichora. Hii kitu itengenezwa na Mungu wa mbinguni. My wife can tell you na you should testify. Huyu dada wetu wa kutoka hadi kumbe ni mtu hata ananijua. Mimi sikuwa namjua. Kwanza wakati alituona huyu anaenda nikome. My wife akamwambia he is my husband. Alikuwa anataka kukutana naye kwa hoteli ya anakaa. Malisama unajua mimi siko na kandi ya South Africa kupiga simu. So akaenda salon, ni juice. Monday. Akaenda salon, hawezi piga simu. Na mimi nikaenda wapi? Hatuwezi piga simu, tuko kwa sana. Mimi nikaenda shopping kubwa sana, tukaenda na my wife. Hapo kitu kingine tunajadili. Huko South Africa pesa yetu iko chini. Tumeenda na my wife, tunajaribu kutafutia mtoto wa timu moja kitu, uwezi nunua kitu kanjaketi 15,000. Kanjaketi ya mtoto nini? 15,000, 6,000. Tukazunguka wakati umechoka na tujui tutarudi namna gani. Huyo mandamu wa Amerika tulikutana naye kwa geti hapo. Yeye alikuwa amepotea, kufanya nini? Alikuwa amekuja hapo shopping mall, tukakutana naye kwa wapi? Hapo kwa geti. Na tuliongea hapo na hata akaita the husband. Akaita the husband, tukaongea na the husband.
na the husband walikuwa hapa by the way. Ile Mobet conference ama mission. Ile mission ya Mobet ilikuwa hapa. Ilikuwa ndio aligera. The husband alikuja hapa. Kwanza nilikuwa namuelezea mambo yetu. And they are very happy and they are willing to receive us in Texas, Dallas, Texas. Bwana Yesu asifiwe. So kwa sababu naona watu lazima waende, mtakubali kwamba hiyo mastori nyingine nimalizie baadaye, but I am very proud of you. Salimia mtu mwambie akichuka. Wacha Mchoi, simameni hapo tu tutangaze baraka kabla muende. Tushikane mkono wawili ama watatu kama mko watatu. Wale hawajaenda, hebu muombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaposimama mbele ya kanisa ambao umenipatia niwe mchungaji wao, na mamlaka na hekima na upako ambao umeweka juu yangu na mwito ambao umeweka juu yangu, ninaomba hizo baraka zikashuke juu ya kila mmoja wetu aliye kwa hiki kikao, na hata wale walikuja na kwa shughuli nyingine wakaenda. Baba, naomba ukawafunikie. The Bible says he will cover you with his feathers. Zaburi 91 mstari wa 4 inasema atawafunika na mabawa yake, na chini ya mbawa zake mtapata amani na mtafata maficho. Ninaomba Bwana ukafunikie kila mshirika wa Deliverance Church, wafunikie kutokana na uovu yoyote na mapigo ya shetani, wafunikie kutokana na magonjwa Jehova, waondolee vitu ambayo inasumbua maisha yao katika jina la Yesu. Mipango ambayo inaweza kuwa imepangwa kinyume na hao watu, leo hiyo mipango na iangusha katika jina la Yesu. Wamepanda mbegu ya upendo kwetu, wametupenda na upendo inaonekana. Wamepanda mbegu ya kutuonyesha upendo. Maandiko nasema apandacho mwanadamu hicho ndicho atakachovuna. Natangaza wanaenda kuvuna pesa. Wale walitoa pesa watavuna pesa. Wametupenda watapendwa. Natangaza hii mwaka ya kupendwa. Na Bwana walikubali umetufungulia milango. Nami natangaza milango yao imefunguka. Wale ambao walikuwa na milango imefungwa leo natangaza imefunguka katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao walikuwa wagonjwa natangaza wamepona in the mighty name of Jesus Christ. Naomba Bwana mambo yao ili kwama kuanzia saa hii naanza kukuamuka leo hii. Na baraka na anointing ambao mwaka juu yetu tunaiachilia kwa saa hii katika jina la Yesu. Bila mnatutendea Bwana, maandiko nasema upako uanzia kwa kichwa na inateremka kwa mikono na kwa mguu mpaka miguu. Hii anointing iko juu yetu, na hiyo kibali ya kupendwa hata nje ya Kenya na kupokelewa nje huko, natangaza hiyo kibali ikawa juu yao. Wakienda kuuza vitu wapate favor, wakifanya biashara wapate favor, wale hawajaolewa waolewe, wale ambao wako na miradi imekwama Bwana ukawapatie pesa, wale ambao wako na mipango mingine ambayo haijawahi simama ikasimame mwaka huu katika jina la Yesu. Ukawabariki wote na jamii zao Bwana, na ukawatende mema ndio umetutenda mema. Wanapoondoka natangaza wako na amani, na Bwana utawaongoza kila mmoja wao rudi nyumba zake akiwa mzima. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. I will not forget Mudhomi. Unajua hii red carpet mimi sasa hivi naonanga hivi tu kwa harusi. So I want to say wale watu wamepanga hii mapambo yote na keki na nini, na nyinyi ambao mmetoa pesa zenu na muda wenu na kufunga biashara, Mungu awabariki sana. Na wale ambao wanaenda Isiolo Salama msalimiane huko na muende na ushuhuda. Nendeni God has seen what you have seen and heard. Nendeni mseme ile mambo mumeona na bila mmesikia. I give you permission to share what you have heard today. God bless you so much. Tafadhali tusaidiane tuweze kurudi nyumbani tukiwa wazima. Na chakula ile ambayo itakuliwa iende ikuliwe saa hii. Na cameraman pia apewe. Cameraman pia apewe ndio yangu sana. Na mupatie kazi. Mkiwa na kiapa mnapatia kazi. He is our neighbor, he is a good man. Thank you very much and God bless you so much. Thank you. Sasa viongozi wakuja hapa. Viongozi tafadhali tuchapo katika
Uamualo hakuna wa kulipinga, hakika we ni Mungu.